Watu wanadhani ya kwamba kumshukuru Mungu ni kwa mambo makubwa, miujiza ya ajabu. Lakini maandiko yanasema mshukuru Mungu kwa kila jambo. Amina. Kwa maana yeye ndiye anayetenda. Amina. Haleluya. Amen. Sio mshukuru kwa mambo anayotenda shetani. Amina. Bali umshukuru kwa kila jambo analolitenda yeye. Amina. Kuna mengine tunajua kabisa hili amelitenda shetani. Amen. Amina. Yaani shetani akufanyie ushetani alafu ukamshukuru Mungu, hiyo haipo. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Hiyo haipo. Amina. Tunaposema kila jambo ni lile jambo ambalo ni Mungu amelitenda. Amen. Kwa mkono wake. Amina. Watu wengine akipigwa kibao anaenda kumshukuru Mungu. Mimba imeharibika anaenda kumshukuru Mungu. Amina. Ndoa imevunjika na anajua kabisa aliyevunja ndoa ni shetani. Yeye yuko kwa Mungu na kushukuru Bwana. Hao kivipi? Amen. Haleluya. Amina. Mshukuru Mungu kwa kila jambo kwa kuwa yeye ndiye amelitenda. Lile alilolitenda ndilo unamshukuru nalo. Amina. Sawa si sawa? Mengine akitenda adui unapambana naye uso kwa uso. Amina. Unakabiliana naye. Unashindana naye. Umshukuru Mungu kwa ugonjwa ambao ni shetani amekupachika. Haipo. Amina. Gonjwa lolote tunalinyofoa, tunaling'oa, tunapambana nalo uso kwa uso. Halitakiwi kukaa kwenye mwili wetu. Tunamshukuru Mungu kwa afya njema. Amina. Haleluya, mtu wa Mungu. Amina. Uko sawa sawa? Amina. Uko pamoja na mimi katika ibada ya leo? Hebu mwangalie jirani yako, mwambie upo hapa ama uko nyumbani. Mbona unatia huruma? Mbona kama unamshukuru shetani? Sema Bwana Yesu, ninakutukuza kwa yale yote mema ulionitendea katika mwaka 2026. Umenitendea kuanzia Januari mpaka Disemba. Natambua ya kwamba katika mwaka huu yapo mambo makubwa umeniandalia, ambayo utanitendea zaidi, ambayo utanigusa nayo zaidi, ambayo unaenda kunibarikia zaidi na kuinua na kukutukuza kwa kuwa unaenda kutenda. Asante kwa wema wako na fadhili. Asante kwa ukuu wako na kibali. Asante kwa kibali chako na neema ya kipekee, na kutukuza na kukuinua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina mbele za Bwana. Hebu tumpigie Yesu makofi kama tuko pamoja. Haleluya. Sema amina tena. Sema amina tena mbele za Bwana. Moyo wa shukurani hufungua baraka za Mungu, huleta neema ya Mungu ikapata kuachiliwa. Tusome kitabu Wathesalonike wa kwanza 5:18. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Ninajua leo upo na shauku nipate kukutamkia neno, na nitakutamkia na Mungu atatenda jambo. Amina. Najua kuna jambo ambalo limekutatiza moyo wako. Amen. Na unataka leo utoke hapa ukiwa na amani fulani. Mungu yupo na litaenda kutatuliwa. Amina. Litaenda kufanyika. Amen. Yale yote yaliyojificha sirini, amina, Mungu wetu anaenda kuyaweka wazi. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Yes, tamsoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko.
Shukuruni kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi katika Kristo Yesu. Nukta. Hebu sema amen. Amina. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu wetu kwetu sisi katika Kristo Yesu. Amina. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yale mapenzi yake yaliyotimia kwetu. Haleluya. Yale ambayo yametimia, mapenzi yake yanapotimia katika Kristo Yesu, tunakwenda kumshukuru Bwana. Na ni wengi wetu Mungu ametutendea. Hata pumzi tulizonazo tunapaswa kumshukuru Mungu. Hatutakiwi kukaa kimya mbele za Bwana. Watu wengi wao wanafunga ufahamu zao baraka zao kwa kuto kumshukuru Mungu. Baraka zao zinapotea. Neema zao zinapotea. Kibali kikubwa alichokiandalia Bwana juu yao kinafutika kwa sababu wanajisahau. Unapomshukuru Mungu ndipo inaweka muhuri katika lile jambo ambalo yamelitimiza. Mapenzi yanapotimia, sharti turudi kwa Mungu kwa shukurani. Sema amina. Wewe ambaye una moyo wa shukurani, Mungu akubariki zaidi na zaidi, akuinue zaidi na zaidi, akupe neema kubwa mbele zako. Tumeona katika kitabu cha Zaburi 100 anasema, ingieni malangoni mwake kwa shukurani. Yapo malango ya Mungu ambayo bila shukurani hauwezi ukaingia. Ukitanguliza shukurani, yanafunguka. Yakifunguka, chochote unachokiomba, chochote unachokitamka kinaanza kuachiliwa kwa ajili yako. Unaanza kupokea neema ya uponyaji kwa kuwa ulitanguliza shukurani mbele za Bwana. Unaanza kupokea neema ya ndoa, neema ya baraka za utajiri kwa kuwa tayari ulishatamka shukurani. Yale malango yakifunguka, ndipo yanakubariki, yanakukaribisha ili uingie. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Unabisha namna gani? Unabisha kwa shukurani. Alafu kisha bisha, ukifunguliwa ndipo anasema ombeni nanyi mtapewa. Sema amen. Kwa hiyo hodi yako, jinsi ya kumwendea Mungu mwaka huu, muendee kwa kumshukuru, ndipo unafunguliwa. Yaani Januari haitafunguliwa ikiwa hauna shukurani moyoni. Ukiwa umejaa moyo wa shukurani, Januari inafunguliwa. Na Januari ikifunguliwa, mwaka mzima unakuwa umefunguliwa. Hebu mpigie Yesu makofi mengi mbele za Bwana. Ongeza tena makofi ya kutosha hapo ulipo. Unajua shukrani kwake Mungu ni pamoja na sifa, pamoja na utukufu. Yaani sisi wanadamu tunapomtukuza Mungu, kwake ni shukrani. Tunapomsifu Mungu, kwake ni shukrani. Unaposema Bwana, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho, hakuna Mungu mwingine zaidi yako, hakuna Mungu mwenye nguvu kama wewe. Ile ni shukurani. Kwa maana umemtambua uweza alionao, sio wa kawaida, sio wa kitoto, ni Mungu mwenye nguvu kweli kweli. Ukiona unaenda kama unavyotaka wewe, maana yake bado haujajua Mungu unayemtumikia. Bado hujatambua ni Mungu yupi ambaye amekuvusha mwaka. Ni Mungu yupi ambaye amefanya biashara yako ilikuwa ndogo na sasa inatanuka. Bado haujatambua. Ndio maana unakosa shukurani. Ndio maana unakosa sifa. Ndio maana tunasema Mungu wetu uteremka katika sifa. Maana yake ni kipindi cha kumshukuru, ndipo Mungu anashuka. Haleluya, watu wa Mungu. Waliokosa shukurani wengi sana waliharibikiwa.
Ipo habari ya wenye ukoma 10 ambao walitakaswa kwa pamoja. Na kisha Yesu akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokwenda, yule mmoja wao akarudi. Aliporudi, Yesu akamwambia, je, sikuwatakasa 10? Wale wengine 10 wako wapi? Haleluya. Yule ambaye alirudi mbele za Bwana, Mungu akamtamkia ya kwamba wewe umefunguliwa. Wewe umefunguliwa. Wale wengine walitakaswa tu. Na ukitakasika dakika yote unaweza kuchafuka tena. Lakini huyu ambaye amefunguliwa kimoja, maana amepata total deliverance. Amepata uponyaji kamili. Amepata ushindi kamili. Amepata uponyaji kamili kwa kitendo chake cha kwenda na kurudi, kurudisha sifa na utukufu mbele za Mungu. Hebu sema amina mbele za Bwana. Haleluya. Wangapi wana moyo wa shukurani katika ibada ya leo? Wangapi wako tayari kumtukuza Bwana? Tusome kitabu cha Luka 17 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 19. Twende kwa kituo. Kitabu cha Luka 17 kuanzia mstari wa 11. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, ndio alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia. Wale wote walikuwa wakiomba maombi yanayofanana. Amen. Uturehemu. Amen. Ndio. Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, ndio, wakatakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Huku akifanya nini? Akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Unaporudi mbele za Mungu, amen, unatakiwa urudi katika hali ya kumtukuza. Amina. Tena umtukuze kwa sauti ya uhakika. Amina. Sauti ambayo sio ya kuogopa wanadamu. Amina. Sio ya kuogopa watu wanaokukata macho. Amina. Kuna watu kazi yao ni kukuvuruga wewe usimtukuze Bwana. Amina. Hebu sema amina mbele za Mungu wako. Amina. Sema amina kama unanielewa. Amina. Lazima uwe na uhakika na kile kitu unachokifanya mbele za Bwana. Amina. Alikuwa akirudi akimtukuza Mungu. Amina. Kwa hiyo barabarani kote walijua ya kwamba huyu kuna kitu amefanyiwa. Amina. Huyu kuna kitu kimemtokea. Amina. Huyu kuna jambo limetokea kwenye maisha yake. Amina. Harudi kimya kimya, harudi bure bure. Amen. Yaani kila unayekutana naye, amina, unamwambia mwaka huu nimejenga nyumba, amina, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Kila unayekutana naye, amen, unamwambia mwaka 2025 siwezi kuusahau. Amina. Biashara yangu ilikuwa chini, amina, lakini Mungu wangu ameniinua. Na tumaini na mwaka huu pia atanitendea. Amina. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amina. Kila unayekutana naye, amen, unamwambia nilikuwa kilema, amina, lakini Mungu amenifanya ninatembea, niko straight hapa. Nilikuwa sioni, sasa ninaona. Amina. Kila unayekutana naye, amina, unamwambia maneno makuu ya Bwana aliyotenda. Amina. Hebu mshukuru Mungu mahali ulipo. Amen. Sema asante Bwana kwa uweza wako na nguvu yako na matendo yako makuu ambayo unaendelea kuyatenda. Umetenda kwenye familia, umetenda kwenye nyumba, umetenda kwenye kazi, umetenda kwenye uchumi. Ninakutukuza katika kila hatua.
Sema amina, mpigie Bwana Yesu makofi. Amina. Yes. Hebu kwanza simama juu mahali ulipo. Amen. Simama, nataka tumtukuze kwanza Bwana. Amina. Kwa dakika 2 na kisha tutajua Yesu anatupeleka wapi. Amina. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, na kuinua na kutukuza kwa wema wako, fadhili zako, mamlaka yako ulioyaachilia ndani yangu katika ibada ya leo. Asante kwa kuwa umenivusha, kwa kuwa umenitendea. Nimeona ukifanya kazi kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu. Hakuna eneo ambalo haujaligusa. Umegusa kila sehemu, kila eneo, kila upande. Na kutukuza, nimeona matendo yako makuu, nimeona ukitenda kila mahali. Hebu paza sauti, mtukuze Bwana kwa dakika 1. Paza sauti, mtukuze Mungu wako kwa dakika 1. Lipo jambo ambalo bado hujalishukuru, bado hujamwambia, bado hujalirudishia sifa, bado hujamweleza kile ambacho amekutendea. Ukimwambia leo, anafungua lango. Lipo lango bado limefungwa, lipo lango bado limefungwa, lakini ukimtukuza Bwana, anaenda kutenda, anaenda kukubariki, anaenda kukufungua. Jambo unalolitafuta linaenda kufunguliwa, jambo unalolihitaji linaenda kufunguliwa kwa kupitia maombi yako ya shukurani. Wewe paza sauti, paza sauti, mwambie Yesu, ninakutukuza, ninakupenda. Nimeona ukitenda mambo makubwa, nimeona ukimtukuza, na kutukuza Jehova, na kutukuza Mungu wangu. Haya, paza sauti mahali ulipo. Paza, bado sijakusikia, bado sijaelewa. Mimi hapa ninajua wewe unalo jambo la kumtukuza Mungu, ndio maana ninakuongoza maombi haya. Najua lipo lango limefungwa, lakini utakapomtukuza Bwana, yapo mambo yatafunguliwa, yapo mambo yatatembea, yapo malango yataachiliwa. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Tamka. Watu wenye moyo wa shukurani, watu wanaomtukuza Mungu, watu waliopewa neema ya kipekee, watu waliopewa kibali cha kipekee. Asante Bwana. Tayari. Asante mwenye uweza. Tayari. Asante mwenye nguvu. Tayari. Ni wewe Bwana. Kitu kinafunguka. Mbingu zinafunguka. Mbingu zinafunguka. Watu wanafunguliwa. Lango linafunguka. Lango linafunguka. Lango linafunguka. Lango linafunguka. Lango linafunguka. Mwambie Bwana, jambo uliloniandalia, vitu ulivyonitengenezea, upo mlango mbele yako. We mtukuze Mungu, we mtukuze Bwana. Mwambie Yesu, na kutukuza, utanitendea. Lango la ndoa, lango la uzao linafunguliwa, lango la uzao linafunguliwa, lango la uzao linafunguliwa. Mlango mkubwa uko mbele yako, wapinzani ni wengi. Neema imeshafunguliwa, neema imeshaachiliwa. Power. Pray, pray, pray. Tamka wewe, tamka wewe, tamka mbele za Bwana. Mwambie Yesu, na kuinua na kushukuru kwa ukuu wako wa kipekee, kwa uweza wako wa kipekee. Asante kwa neema uliyoiachilia ibada ya leo. Malango yaliyoshikiliwa yanafunguka. Lango la ndoa, lango la kazi linaachiliwa, linaachiliwa, linaachiliwa. Asante Bwana. Tumeuona mkono wako ukitutetea, ukitupigania, ukitushindania. Yesu ni wewe, Yesu ni wewe. Tunasema asante. Asante Bwana. Tunasema asante. Asante Yesu. Maana ni wewe. Wema wako, uliyetupusha fadhili zako. Naona ukinitetea. Naona ukinitendea.
ukuu wako na neema yako vimeachiliwa juu yangu, juu yangu. Yesu, asante kwa ukuu wako na neema yako, kibali ambacho umekiachilia. Asante kwa ukuu wako na kibali ambacho unakiachilia hapa. Najua unakwenda kutenda mambo makubwa kwa mama huyo, kwa dada yule. Una jambo unakwenda kumfungulia katika mwaka huu. Angalia watoto wake Bwana, angalia angalia dada huyo anatafuta, jambo lake limekamatwa muda mrefu, halijafunguka bado. Wapo wapinzani, ipo vita, lakini Mungu unatenda, lakini Bwana unabariki, lakini Yesu unaenda kutenda na kutukuza na kushukuru. Wema wako na nguvu yako inaenda kujitukuza. Asante kwa wema wako Bwana. Oh Jesus, wewe tamka, 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 tamka. Kuna mlango unafunguliwa, tamka. Kuna mlango unaachiliwa, kuna mlango unafunguliwa. Lango uliofungwa muda mrefu na unakifunguka, lango ambalo lilikamatwa na maadui kwa muda mrefu. Tayari mtu wa Mungu, mtumishi wa Bwana, wapo watumishi mahali hapa ambao milango yao ilishakamatwa, lakini adui ananyang'anywa huo mlango. Sasa tunapoingia malangoni kwa Bwana, tunapoenda malangoni kwa Bwana, neema ya kipekee imeachiliwa, nguvu za kipekee zimeachiliwa. Pokea. Yes. Oh, asante Bwana. Asante kwa wema wako wa kipekee. Asante kwa nguvu yako ya kipekee. Lipo jambo unaenda kulifanya kwa mama huyo. Lipo jambo unaenda kulifanya kwenye huduma. Lipo jambo unaenda kulifanya kwenye familia. Ninapotamka juu yake, Bwana, angalia maneno haya Yesu, ukayatie muhuri katika ibada ya leo, ukayatie muhuri katika ibada ya leo. Kila palipofungwa pakafunguliwe, kila palipokamatwa pakaachiliwe, kila paliposhikiliwa pakaachiliwe. Oh Jesus, power. Thank you Jesus. Oh, just lift up your hands and worship the Lord.